Mjomba, leo tutakula nini? Usijali, subiri mmalize alafu utajua tutakula nini. Mjomba, najua njaa inanisumbua sana. Usijali, tutapika kwa sababu mimi ni mtu mkubwa. Nitajua nitafanya nini afu tutapika. Mjomba, najua nyumbani hakuna chochote. Usijali, mimi ni mtu mkubwa na mtu mkubwa akose akiba. Usijali, twende kungoa miogo tupike. Sawa mjomba. Mjomba, lete jembe nikusaidie. Hapana, chukua na mfuko, twende kungoa miogo. Sawa mjomba, lakini kila siku muogo. Usijali, hayo ndo maisha. Wewe kuwa utakuja kuyaona. Sawa mjomba. Lakini mjomba, mimi na mamako tulelewa na hii miogo na ndio maana hadi sasa unaniona nimeimarika. Hivi nitakula vya kiasili mjomba. Acha nao ambao kwamba wanataka kula pilau, sijui chakula gani. Huo ni ujinga. Acha basi mimi malizia hapo twende tukapike. Mjomba, ngoja nikusaidie. Acha ujinga. Bwana shida. Ndio mkuu. Umefanya kazi yangu kama nilivyokuagiza? Ndio, nimefanya kama ulivyoniagiza. Sawa mshirika. Na wewe je? Nishamaliza kazi yako. Vizuri sana. Washirika wenzangu, mnafaa msiwe na huruma hata kidogo. Nakiri maneno yangu, huruma kama si malezi. Sawa? Ndio mkuu. Ninaweza kwenda. Kweli katika ngome hii ina nguvu sana. Kwa hiyo hakuna yoyote ambaye atatuzuia katika kazi zetu hizi ambazo tunafanya. Aya, mayololo, aya, elolo, aya, mayololo, aya. Aya. Oji mganga. Karibu kijana. Toa viatu vyako na ukae hapo. Aya. Aya. Eleza shida zako kijana. Nimekujua. Mganga, mimi na matatizo katika kijiji hiki. Siku 3 nyuma nilikuwa naumwa sana. Nikabidi niende hospitalini. Nilipofika hospitali wakanipima wako na ugonjwa wote mganga. Tulia. Nyamaza hapo hapo. Nimeeleza shida yako. Hiyo shida yako hainisumbui. Umefika. Shida yako wewe una tatizo na kaka yako. Na kaka yako ni mchawi. Mganga, kangu ni mchawi? Ndiyo kijana. Kwani mbona umeshetuka hivyo? Sema utakacho, nitakusaidia. Mganga, nataka unipe dawa. Sawa, nitakupa dawa. Na utende ukamwekee kaka yako kwenye chakula ili uchawi wote utoke. Nitakusaidia kijana. Shika dawa hii na itakusaidia. Aya. Unaweza kwenda. Aya. Asalamu alaykum kaka. Katoa huko msikitini. Kaka, mbona unamkufuru Mungu hivyo? Inastajabisha sana kaka. Wewe unamjua Mungu wao? Astaghfirullah. Kaka, umefikia huko? Kaka, lazima tufikie huko kwa sababu wewe ndio chanzo katika hili. Mimi kaka, mbona sikuelewi? Lazima utanielewa tu. Nipishi hapa. Huyu kijana vipi? Mbona simuelewi? Haya, wasemavyo wavuvi wa pweza, tutakutana mwambani. Haya.
Mambo Mashaka? Poa Mudi, karibu kaya. Sawa Mashaka. Mbona kama una mawazo? Mashaka, niache nijitulize. Nitakwambia, lakini nataka uniahidi hautomwambia mtu yoyote. Sawa Mashaka. Mudi, unajua kakangu ni mchawi? Kakako? Ndiyo Mudi, kakangu ni mchawi na matatizo haya kasababisha yeye. Sawa Mashaka, ngoja niondoke nikuache. Sawa. Heshima yako mkuu, kwako pia. Eleza shida yako Mkuu, kuna kitu kipo sawa. Nilijua kila kitu na nimepanga pia kuongeza nguvu wewe na yule mwenzako pia. Sawa mkuu Kombo. Sawa, unaweza kwenda. Kuwa makini. Mashaka, usiniogope Mashaka. Wewe ni nani? Mbona umeniita kwa jina langu? Mimi nimekuja kujiuliza ili kukusaidia wewe katika matatizo ambayo kwamba yamesababishwa na kaka yako. Mimi sitaki msaada wako kabisa. Mashaka, sikuja hapa kwa sababu ya kukufuatilia katika maisha yako, bali kwa kukusaidia wewe tu na wenzako katika kijiji hiki. Kwa hiyo usiniogope Mashaka. Unajaribu kuongea nini? Mbona sijakuelewa? Najua sasa kwa sasa unielewe. Ila subiri nikupatie nguvu hizo kubwa sana ambazo kwamba zitakulinda wewe pamoja na wanakijiji wengine. Hizo nguvu ziko wapi? Hicho kitu kiko wapi? Mbona sikioni? Sawa Mashaka, subiria nitakupa sasa hivi. Mashaka, usiliogope. Hizo ndizo nguvu ambazo kwamba zitakulinda wewe kutokana na maadui zako. Kwa hiyo chukua ulivyo, usiliogope Mashaka. Usiliogope kamwe. Hizo ndizo nguvu ambazo kwamba zitakusaidia wewe kutokana na maadui zako.
na miogo, kumbuka ndio chakula cha kiasili. Sawa mjomba. Sawa kabisa. Sawa mjomba. Mkuu, umetutia nini? Kuna kitu kikubwa sana mbele yetu. Kitu gani hicho mkuu? Mbona unatutisha? Washirika wenzangu, tunafaa tutoe kafara. Kafara? Ndiyo washirika wenzangu. Kafara ya nini hiyo mkuu? Kafara ambayo kwamba tunafaa kutoa washirika wenzangu ni ya binadamu. Mtu ama? Ndiyo mtu. Washirika wenzangu, Mtu yote tampata wapi sasa mkuu? msijali jambo hilo, niacheni mimi mwenyewe. Mtu nitajua pale ambapo kwamba nitamtoa wa kumtoa kafara. Sawa mkuu. Mnafaa sahihi kuelekea katika bonde huko juu. Bondeni? Ndiyo, kuna kijana analima, huyo ndio atakuwa kafara letu. Mpamchukue kijana huyo. Sawa mkuu. Nendeni. Kweli nguvu yangu inaweza. Mmeondoka kiustaarabu, acha nami pia nijipe shughuli.
niache, 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 niache. Samahani kaka. Habari yako? Nini shida? Unaonekana ni mgeni katika hiki kijiji. Ndio, mimi ni mgeni na nimekuja katika hiki kijiji natafuta kazi. Sijui kama utanisaidia. Kazi Ndio, nimekuja kutafuta kazi. utabidi uje kesho pale kwenye mwembe mkubwa kwa mzee Kibingo. Sipajui kwa sababu mimi mgeni nilivyokuambia, kwa hivyo unabidi unielezee vizuri. Basi turudi huku ukakuonyeshe vizuri. Haina shida. Ndio nimetafuta sana kazi. Niache, 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 niache. Washirika, Niache. nimetikia mwito wa shirika. Mwekeni chini. Niache, 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 niache. Washirika, kijana huyu ndiye ambaye kwamba anahitajika kwenye kafara letu ambalo kwamba linatugoja mbeleni. Wala hamkutatizwa na wala hamkudanganywa. Kijana ndiye huyu. Sawa shirika? Kijana huyu ndiye ambaye kwamba anatufaa kwenye kafara letu na wala hamkutatizwa wala kudanganywa. Kijana mwenyewe ndiye huyu. Sawa shirika? Ndiyo mkuu. Sasa mkuu, tutatoa kafara lini? Msiwe na papara washirika wenzangu. Siku ambayo kwamba tutamtoa kafara huyu kijana, nitawaita kuja kumtoa kafara pamoja. Sasa tuondoke naye ama? Hapana, msiwe na papara, niachieni tu mimi huyu. Nitamhifadhi mahali, siku ya kuwaita tutakuja tumtoe kafara, ili matatizo yetu yaondoke kiurahisi sana. Sawa shirika? Sawa mkuu. Naweza kwenda. Acha nikuhifadhi mpaka ile siku ambayo kwamba tutataka kutoa kafara. Na kwenye ngome hii, hakuna yoyote ambaye kwamba ataweza kutoa katika mikono yetu. Acha nikuhifadhi.
alipokuja mjomba simuone, sijui pa ameenda wapi. Na huwa sio kawaida yake kabisa. Sasa hivi saa 6 na ametoka asubuhi. Acha mimi nikamwangalia huko shamba. Natafaa huku shamba na huwa sio kawaida kabisa kujina vampisha asirudi ninapo nipaka. Chabiti mimi ndio nao. Kakangu ni mchawi kweli? Na kama kakangu ni mchawi, mbona nilipoenda ulipokuwa sikuwakuta? Lakini acha nitafuatilia mpaka nijue ukweli wa mambo. Asamani kaka, habari yako? Nzuri sana mdogo wangu. Kaka, wakati ule kwa wapi? Usiwe na wasiwasi mdogo wangu. Kaka, kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani hicho mdogo wangu? Karibu kae. Hapana mdogo wangu, nimechoka sana, tutaongea baadaye. Sawa kakangu. Acha niende ndani basi. Kapumzika. Sawa. Nimekumbuka kitu. Acha nivue koti langu. Maana mzimu alisema koti hili ndio kinga yangu. Acha nivue ile mizunguko yangu. Nilijua tu nitakuja na dalili zangu zimenyonyesha kama nitakuja. Unajifanya mwanaume, unajifanya mwokozi. Yesu mwenyewe alishindwa, wewe unajifanya mwanaume. Subiri tutakuonyesha. Anitishi na lolote. Tutapatana. Mtaalamu. Ndiyo kijana. Kuna tatizo ndio maana nimefika hapa kwako. Ndiyo, naweza kunieleza. Unaliona ile koti? Ndiyo kijana. Ili koti ni la miujiza. Nilipatiwa na mzimu. Ili koti? Ndiyo, ili koti ni la miujiza. Hebu nieleze historia ya ili koti. Mtaalamu, ili koti ni la miujiza. Na ili koti nilipewa na mzimu. Ndiyo kijana. Ili kuweza kujilinda mimi na kulinda wengine katika kijiji hiki. Ndiyo kijana. Mganga, kwa hiyo ili koti siwezi kulitumia. Nataka unipe njia ambazo kwamba nitaweza kulitumia ili koti. Kijana, ili koti lako ni koti lenye liko na nguvu za maajabu, ambazo nguvu huwezi kuzitumia, na ndio maana umeenda katika ngome ya kaka yako ukashindwa kuwaona. Kwa hiyo nitakuelekeza jinsi ya kulitumia. Sawa mtaalamu.
Umejuaje mtaalamu, na wewe ulikuwa huko kule? Ndiyo kijana, mimi ramli zangu hakuna siku yenye ziliwahi kunidanganya, kwa sababu mimi ni mtaalamu na uwezo wa kujua kinachotokea mbele yako. Sawa, nimekuelewa mtaalamu. Mimi nashukuru mtaalamu, acha niende. Sawa kijana, unaweza kwenda. Kijana, kuwa makini na hilo koti. Sawa mtaalamu.